Kilimo cha zao la mbaazi kimekuwa ni maarufu sana hapa nchini Tanzania. Zao hili hulimwa na wakulima wadogo, wakubwa na wa saizi ya kati. Huuzwa nje ya nchi kwa kutumia mfumo wa stakabadhi ya ghala na minada ya kidijitali kutumia soko la bidhaa Tanzania maarufu kama TEMEX. Mathalani, katika msimu wa mwaka 24-25, zao hili liliuzwa zaidi ya tani 100,000 kwenda nje ya nchi. Wakulima wa zao la mbaazi wanazungumziaje kuhusiana na kilimo cha zao hili? Kwangu mimi binafsi, maendeleo niliyoyapata kwanza ni ile bei nzuri na uhakika na usalama wa pesa. Kwa sababu mfano, mimi mwenyewe msimu huu nimejaribu kuuza kama tani 5. Kwa hiyo ningeuza pale kwa machinga, nilikuwa na hasara kama ya milioni 2 na point, lakini kutokana na mfumo wa stakabadhi umejaribu kuniokolea, kuniongezea kipato changu na nimeweza kukidhi mahitaji ya familia yangu. Mimi kama mimi mkulima ninakubaliana kwamba serikali ilivyofanya maamuzi ya kuingiza COPRA kama msimamizi mkuu wa ununuzi wa kusimamia ununuzi wa mazao yetu ya wakulima Tanzania, basi iendelee, kwa sababu toka tumeanza shughuli ya mfumo naisikia COPRA maana COPRA ndio mnatusaidia sisi mpaka tunafikisha kuweza kuuza mazao yetu. Kabla ya mfumo wa stakabadhi za ghala, sisi mazao yetu tulikuwa tunanunuliwa na wafanyabiashara, ambao hawa wafanyabiashara walikuwa wakitumia ndoo au maplastiki makubwa afu kwa gharama ndogo. Kwa hiyo ulipokuja mfumo huu ukaniwezesha mimi kuchukua ufuta wa kwangu mimi au zao la kwangu mimi na kupeleka ghalani. Zao hili linapokuwa limefika pale ghalani, serikali inasimamia serikali inasimamia kwa uongozi wa COPRA, inasimamia kuuza mazao ya mkulima kwa bei ambayo ni rafiki. Irene Madeje Mlola ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko maarufu kama COPRA. Hapa anatoa ufafanuzi juu ya hali ya soko la zao la mbaazi kimataifa. Nachukua nafasi hii kuwasisitiza wakulima, kama nilivyosema, bei ambayo inaendelea kupatikana kwenye mifumo hii rasmi na ya kidijitali na ambayo ina uwazi mkubwa, bado ni bei ambayo ina ulinganishi na bei ya sokoni tunayoipata, na tunahakikisha kwamba ulinganishi huo unakuwa takriban 70%, ambayo hiyo ya katikati ni gharama nyingine. Wakulima, msidanganyike kwenda kuuza bidhaa zenu kwa bei ya chini ya ile ambayo inapatikana kwenye minada. Huu usiwe wakati wa nyinyi kuamini kwamba hakuna masoko. Serikali tunafanya kazi kuhakikisha kwamba wanunuzi wanapatikana, vile vile tunaendelea kufanya kazi kuhakikisha kwamba tunaendelea kufungua fursa za kuweza kuhakikisha kwamba bei inakuwa tunajaribu kuistabilize. Kwa hiyo wakulima, hakikisheni mnaendelea kutumia mifumo ya ukusanyaji kwa kupitia ushirika, lakini vile vile kwa kuuza kwa kupitia stakabadhi ghalani na minada ya kidijitali, na wala msidanganyike kuuza kwa bei ya chini ambayo itakuwa ni chini zaidi ya ile inayopatikana.